Kwa mwanamke akiniambia bwana wewe sikiliza, mimi nipe tu ujauzito, kulea nitalea mwenyewe. Mtego. Huo ni mtego. Lazima utalea. Na akija hapa sisi tutakuchukulia hatua kama unafanya makosa mengine. Hakuna makubaliano kwa sababu makubaliano yenu hayaruhusiwi kisheria. Hamna makubaliano ya hivyo. Kwamba mimi nizae tu alafu utalea wewe, hakuna. Sisi tunachojua mtoto yule anatakiwa kulelewa na baba, anatakiwa kulelewa na mama. Wewe ilimadi umeenda umefanya hicho kitendo, ujue kuna matokeo yake ambayo anatakiwa wewe ule mtoto. Kuna jamaa yangu mmoja jana naye alikuwa ananisimulia, anasema kuna mwanamke anamlazimisha kwamba ampatie tu mtoto alafu atalea mwenyewe mwanamke. Huyu naye anakosea. Hiyo tena hairuhusiwi kabisa. Hayo makubaliano ni haramu kisheria. Ni makubaliano ambayo toka mwanzo wake hayaruhusiwi, ni null and void, kwa sababu ni sawa kama vile mtu unakuja kunalalamika kwamba umeibiwa bangi. Unakuja polisi kwa hiyo biashara pia bangi yenyewe ni haramu toka mwanzo. Yaani toka mwanzo ulivyoanza hiyo biashara ni haramu. Kwa hiyo ukija baadaye ukasema eti nimeibiwa bangi, tunaanza kunani. Kwa hiyo ukija hapa mwanaume, na wapo wanaume ambao wanaweza kusema eti mimi niliombwa mbegu. Kwa hiyo situnzi mtoto kwa sababu alisema tu nimpe mbegu, masuala ya kutunza ni ya kwake mwenyewe. Hayo makubaliano ni haramu kisheria. Hayaruhusiwi kwa sababu sisi tunachojua wewe umeleta kiumbe duniani, umeleta mtoto duniani, mtoto anatakiwa atunzwe. Masuala kwa sababu uliombwa mbegu, hakuna kitu kama hicho. Kwa mwanamke akiniambia bwana wewe sikiliza, mimi nipe tu ujauzito, kulea nitalea mwenyewe. Mtego. Huo ni mtego. Lazima utalea. Na akija hapa sisi tutakuchukulia hatua kama umefanya makosa mengine. Hakuna makubaliano hivyo kwa sababu makubaliano yenu hayaruhusiwi kisheria. Hamna makubaliano ya hivyo. Kwamba mimi nizae tu alafu utalea wewe, hakuna. Sisi tunachojua mtoto yule anatakiwa kulelewa na baba, anatakiwa kulelewa na mama. Wewe ilimadi umeenda umefanya hicho kitendo, ujue kuna matokeo yake ambayo anatakiwa wewe ule mtoto. Kwa tusingie kwenye kusema eti umeombwa mbegu, kwani mahindi hayo? Mahindi ndio unaweza ukaombwa. Hata mtu lakini kwa mtoto hatuna makubaliano ya hivyo. Au vipi? Lazima ulee. Lazima ulee. Umeweka ujauzito pale, mtoto akazaliwa, lea. Na inabidi ulee kuanzia ujauzito. Na unalea kuanzia ujauzito. Na ukishakubali tu kama umeshiriki naye kitendo, sisi haijalishi wewe mwanamke ameshashiriki na watu wangapi. Ndio. Ilimradi tu wewe umekubaliana, ujue kabisa kwamba swala la kushiriki ile tendo linaleta mtoto. Kwa hiyo kwa kipindi hicho utalea ile mimba mpaka mtoto atakapozaliwa, ndio tuone sasa kwamba je, mtoto ni wako kama si wako. Kwa kuna ubishani wa hivyo. Zipo njia ambazo za kubaini kwamba nani ni baba wa mtoto. Lakini swala la wewe unavyoenda kwenye kutafuta mtoto mwingine kabisa unatakiwa ule. Na hichi kitu wanaume tumewaambia sasa hivi muende hadi kwenye uzazi wa mpango na nyinyi. Kwa sababu ili mkabiliane, kama ukiona mimi tayari watoto nilokuwa nao wanatosha, funga mambo. Funga na wewe. Lakini sasa la uzazi wa mpango na mume limekuwa kwao ni tatizo. Hataki kulisikia. Elizabeth, mimi nakushukuru sana. Ila ujue kabisa ukizaa lea. Hakuna mambo ya nimepanda mbegu. Sisi nimepanda mbegu za mahindi za maharage, sisi hatujui. Shukrani sana Elizabeth. Karibu sana. Hapa ni Iringa na leo nilikuja kuleta salamu na kusalimu ndugu zangu jeshi la polisi, kujua maendeleo yao na vipi hapa Iringa hali ya ulinzi na usalama. Vinginevyo mimi ni Lambert. Kudi wageni wako.